Hakukuvunja moyo, akatubalia mbele. Lakini tunajua profesa na mambo mengi, ana kazi nyingi, ana majukumu mengi, lakini kwa umuhimu wa shughuli hii ambayo wahusu na wanafunzi wake akakubali kuungana nasi aliyekuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo profesa, tunakushukuru sana kwa kutupa kipaumbele katika shughuli zako na akakubali kuja kuungana nasi. Lakini pia nishukuru uongozi wa vyuo kwa kutupatia wanafunzi mkaweza kuja kushiriki katika quiz hii au mashindano haya. Labda niseme kwa ufupi ni kwamba vijana baina ya miaka 15 mpaka 24 ni miongoni mwa vijana au kundi la watu ambao ulimwenguni wanapata maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi. Na ukiangalia umri huu ni umri wa watu ambao wengi wao wanatoka katika vyuo, na bila shaka kwa Zanzibar hali hii tunaiona, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinatupa kuashiria kwamba kama hatutachukua hatua maalum, manake na sisi nchi yetu tutaingia katika changamoto hiyo kwa vijana wengi ambao wanapata maambukizo mapya. Sasa moja kati ya njia za kujikinga kusipate maambukizo ya ukimwi manake ni kuwa na elimu nzuri, ufahamu mzuri wa maradhi haya yanaambukizwa vipi, na si ukimwi ni maradhi yote, ili uweze kujikinga manake uwe na uelewa mzuri wa maradhi haya. Sasa tukasema basi kuna haja ya kuandaa mashindano haya ikiwa ni sehemu ya kuwapima uelewa wenu, tujue mnafahamu nini, lakini baada ya kuwapima tujaribu kuelezea japo kwa muhtasari mambo ya msingi ambayo tunataka muyajue ili yaweze kuwakinga na yaweze kuwasaidia mweze kujikinga, msipate maambukizo, mkamaliza masomo yenu kwa salama na mkafikia malengo yenu ya masomo na maisha baada ya masomo. Mama kwenye video uwezekano kupata mtoto asema maambukizo ya video hivi inawezekana. Mama anaweza kupata hapana video, lakini akapata mtoto asema video kwa salama. Eleza kwa njia. Naitwa Dr. Ahmed Mohamed Khatib, ni mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Ukimwi. Lengo la shughuli yetu ya leo ilikuwa ni kufikisha elimu kwa vijana wa vyuo vikuu, na kama tunavyofahamu kwamba ulimwenguni vijana ambao wana umri baina ya miaka 15 mpaka 24 ndio ambao wanaongoza kwa kupata maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi. Na umri huu manake ni vijana wengi ambao wanakuwemo katika vyuo vikuu. Kwa hiyo lengo la kufanya mafunzo haya ni kufikisha elimu, tukiamini kwamba vijana hawa kama wanapata elimu sahihi manake itawasaidia kujiepusha na tabia hatarishi, lakini vile vile kujikinga na maambukizo ya virusi vya ukimwi. Lengo la nchi kama Zanzibar, kama Tanzania na ulimwengu kwa ujumla ni kwamba tukifika mwaka 2030 tuwe hatuna maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi, lakini vile vile tuwe tumefikia shabaha za 95 mwaka huu 2025. Kwa tunaamini kwamba kuwafikia vijana ni kufikia malengo ya 95 lakini vile vile kumaliza ukimwi kifika mwaka 2030. Wito wangu kwa vijana kwanza ni kujiepusha na tabia ambazo zinaweza kuwapelekea wakapata maambukizo ya virusi vya ukimwi, lakini vile vile wajitahidi kufocus katika masomo yao ili wamalize masomo kwa salama, lakini waweze kufikia malengo yao ya baadaye. Elezewa vishawishi vingi vipi kwa wanafunzi wa boarding na ambao hawakawi boarding. Kwa ujumla wake manake wanafunzi ambao wako vyuo vikuu, unajua vyuo vikuu manake ni kipindi ambacho vijana wanaanza kupata uhuru wa kufanya maamuzi peke yao. Kwa kiasi fulani wanakuwa hawapo chini ya himaya ya wazee wao. Kwa hiyo wanavyokuwa kwa free hivyo manake wanaanza kujiengage katika vitendo tofauti ambavyo vinaweza vikapelekea wakapata maambukizo ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba japo kuwa wako huru sasa hivi, lakini wajitahidi kuhakikisha kwamba wanalinda afya zao, wanajikinga, wanamaliza masomo ili kuweza kulisaidia taifa liweze kusonga mbele. Jina langu naitwa Zuhura Lunda, ni mwanafunzi kutoka Karume Institute Science and Technology. Elimu hii ya ukimwi itanisaidia mimi kwenda kuwafundisha wale ambao hawapo vijana wenzangu ya kwamba jinsi ya kujikinga
jinsi ya kujilinda na jinsi ya kuepuka ili tusiweze kupata maambukizi ya ukimwi. Tume tunaishukuru kwa sababu tumepata vitu vingine ambavyo pia tulikuwa hatuvijui kuhusu elimu ya ukimwi. Baadhi tunavijua lakini baadhi pia hatuvijui. Tunashukuru kwa kuvipata. Kwa jina naitwa Abdullahi Haji Hassan, ni mwanafunzi kutoka chuo cha taaluma IPA. Leo nimekuja katika debate ambayo inazungumzia masuala ya ukimwi. Kwa nilikuwa kama mwanafunzi nimeweza kuhamasika na kuelimika, kuweza kuwasaidia na wanafunzi wengine kuweza kupata elimu hii ili iwe na wengine ya magonjwa haya yaweze kupungua hapa nchini kwetu. Kwa hiyo mimi kama mwanafunzi wa chuo cha taaluma IPA nipo tayari kuwa balozi kwa wengine ili iwe sababu magonjwa haya ya ukimwi yapungue hapa kwetu Zanzibar. Mimi kama waziri wa afya pia wa chuo cha taaluma IPA nitaenda kuandaa vijana ambao watakuwa na maono ya kuweza kuendeleza programu kama hizi lengo la serikali kuweza kupungua kwa magonjwa haya ya ukimwi liweze kufikia. Naitwa Yasser Masudi Safi, ni mwanafunzi kutokea chuo cha Imperial College of Health and Allied Science. Vile vile ni kiongozi wa serikali wanafunzi pale Imperial College of Health and Allied Science. Elimu hii ya leo imenisaidia sana kwa kiwango kikubwa kwa sababu kulikuwa kuna mambo siyafahamu, lakini leo ushiriki wangu hapa nimeweza kuyafahamu kwa kina, na washauri wanafunzi wenzangu ambao hawakuweza kuhudhuria hapa, yanapotokea makongamano kama haya ya kielimu wao wanahudhuria kwa ajili ya kuweza uwezo wa kuwasaidia kijamii, kiuchumi na katika maisha yao yote ya kila siku, kwa sababu elimu yetu ya hapa tuliyopata hatutokaa nayo tu maskulini au mavioni, bali tutatoka nayo nje na itatusaidia kwenda kuishi katika jamii yetu.